Habari, leo nitaelekezana namna ya kufanya marekebisho kwenye bidhaa ambazo umeshazi add kwenye inventory. Na bila kupoteza muda tuende moja kwa moja kwenye maelekezo. Utaenda kwenye menu ya dashboard yako. Ukienda kwenye menu utaenda moja kwa moja kwenye inventory. Ukishaenda kwenye inventory utakwenda moja kwa moja kwenye bidhaa ambayo unataka kuifanyia marekebisho. Kwa mfano hapa tutachagua bidhaa hii ya Infinix Core 45, ambayo hii ni simu ambazo awali ilikuwa ina taarifa za kwamba kuna stock ya PC 49. Kwa hiyo labda unataka kufanya marekebisho either kwa restock, yani kuongeza mzigo, au labda adjust ile namba ambayo ipo sasa hivi, kwa maana kwamba labda mzigo umeharibika. Baadhi ya product, yani katika hizo PC 49 kuna ambazo zimeharibika, kwa unataka kuadjust, au labda kuna ambazo zimepotea, lost stock, pia unataka kuadjust, kwa utaadjust hapa. Lakini pia kwenye expired stock utaadjust hapa hiyo count. Lakini pia stock count difference, utofauti wa kwenye kuhesabu pale, kama kuna utofauti ya taarifa za mwanzo na sasa hivi, pia unaweza ukabadilishia hapa. Na opening balance na manual correction. Kwa hiyo hapa sisi tutaweka tu labda kuna baadhi ya pieces zimeharibika kati ya hizo 49 ambazo zipo, kwa tutagusa damage stock. Hapa utaandika namba ya product ambazo zimeharibika, hizo piece ambazo zimeharibika. Kwa hiyo tunaweza tukaweka 5. Chini hapa tutaandika reason ya kuandika hizo 5, au reason ya kufanya haya marekebisho. Kwa hiyo hapo tutaandika, sababu tumeshaweka huku damage stock, tutaandika tu damage stock. Hii sasa inamaanisha kwamba unaweka record sawa kwamba mabadiliko yatakuwa recorded kwenye mfumo. In case baadaye itaangaliwa ripoti ikagundulika kwamba kulifanywa marekebisho, itabidi yaangaliwe hayo marekebisho yamefanywa kwa sababu gani. Kwa hiyo ni muhimu kujaza kulingana na sababu ya marekebisho. Baada ya hapo utabonyeza chini hapa kwenye apply adjustment, na kama utakavyokuwa unaona hii namba imepungua. Yes, hii namba imepungua hapa, sio kama ilivyokuwa inaonekana mwanzo. Umeona? Na hiyo ni kwenye kurekebisha stock ambayo ipo, kwenye kuadjust labda kwa sababu mbalimbali. Lakini hapa tuliona kurestock. Kurestock maana yake ni kuongeza mzigo. Ile mzigo ambao upo unaongezewa. Hakuna kilichoharibika, hakuna tatizo lolote, tunaongeza tu mzigo. Ndio utaenda hapa kwenye restock, ambayo kwenye hizi button inaonekana iko na alama ya box ya kijani ambayo ina alama ya jumlisha. Kwa ukigusa hiyo utaandika kiasi cha hizo product ambazo unaongeza, au piece ambazo unaongeza. Tutaweka hapa 50. Cost mostly inakuwa ni ile au labda ile stock wakati unaiweka mara kwanza bei ilikuwa ni tofauti, na sasa hivi unavyo restock bei zinatofautiana. Kwa hiyo unaweza ukaweka tofauti hapa bei, labda badala 5,000 unaweza ukaweka 700,000. Na kuna option hizi za either kama unataka, kuna supplier ambaye amekusupply hizo
pieces ambazo umeongeza utamweka hapa kwenye supplier name, lakini pia purchase reference. Hii reference number inatoka kwenye purchasing order wakati unachukua huo mzigo, kwa utaicopy utaiweka hapa. Hii ni notes ya ziada kama ipo, kwamba chochote ambacho unaweza ukaandika hapa ili kuonesha kwamba umefanya restock. Kwa hiyo ukishabonyeza hapo restock, utaona namba ya mzigo imebadilika kama ilivyokuwa kwenye kufanya marekebisho pale. Lakini pia kuna button ya tatu ambayo inakuwa na alama ya kalamu. Hii ni kwa ajili ya kurekebisha taarifa za product ambayo uliiweka. Kwa mfano tuliweka jina ni Infinix Core 45, kumbe sio Infinix Core 45. Kwa unaweza ukarekebisha jina, unaweza ukarekebisha kifupi cha jina, au barcode kama uliingiza vibaya, au hii product uliingiza katika category gani, ulikosea, utarekebisha. Kwa ufupi, hii ni kwa ajili ya kuedit taarifa zile za bidhaa husika, sio idadi, sio marekebisho mengine, ni taarifa tu za bidhaa husika. Alafu hii button ya mwisho hapa ambayo ndo ya 4, ambayo iko na alama ya delete kabisa, unaona ni dustbin ambayo ina alama nyekundu. Hii ni kwa ajili ya kufuta product kwenye mfumo, kwamba ulisha rekodi, unaona okay, hii sasa sitaki tena iwepo, au labda imekwisha, hautaki kurestock, labda ni product ambayo haiuziki tena, kwa hutaki kuendelea nayo, kwa unaweza ukaenda ukadelete hapo. Lakini hii haimaanishi kwamba taarifa za mauzo za mwanzo kuhusiana na hii product zimekwisha au zimeondolewa, na kwa bado zipo. Na ukijaza tena taarifa kama hizi za hii product, itaenda kupick kwenye history ile ambayo ilikuwepo ya mzigo wa kwanza. Itatofautiana tu tarehe na taarifa nyingine za muhimu ambazo zitatofautisha kwamba huu ni mzigo mpya na ule ni wa zamani, lakini itarudi katika mfumo ule ule. Kwa hiyo ndo namna ya kufanya marekebisho kwenye stock ambayo uko nayo kwa namna 4: kufuta, kuongeza idadi ya stock, lakini pia kufanya marekebisho ya stock endapo kuna bidhaa ambazo zimeharibika, lakini pia kurekebisha majina ya product kama utakuwa umekosea au kuna mabadiliko yoyote. Nashukuru sana kwa muda wako, nikutakia wakati mwema.